Ukizijua hizi trick tano tu ambazo nakuonyesha hapa kwa ajili ya kuedit video, basi wewe utakuwa umeshakuwa mtu unaweza kuedit video sana. Hizi ndo basics ambazo kila mtu anayetaka kujua kutengeneza video na kuedit video au hata kutengeneza content lazima azijue. Sasa leo nakupa hizi trick free kabisa. Kwa hiyo subscribe kwenye channel yangu ili usiweze kukosa vitu vizuri kama hivi. Sasa tuende kwenye video niweze kukuelekeza. Okay, nitakuonyesha hizi trick zote kwa kutumia application ya CapCut. Kama hauna CapCut, hakikisha una download. Nitakuwekea linki katika description ambayo itakupeleka ku download CapCut ambayo haina ile watermark na pia haulipii mambo mengi, okay? Sasa trick ya kwanza ni kwamba jinsi ya kutumia transition na ni kutumia keyframes, sio transition. Kutumia keyframes, okay? Jinsi ya keyframe ni lazima utazitumia katika vitu tofauti tofauti sana na ni lazima uijue sasa, okay? Kwa hiyo cha kwanza kabisa ili ni kuonyesha mfano, tutafungua CapCut kwanza. Alafu sasa tutaweka video ambayo hiyo video nitatumia kuonyesha mfano. Okay? Tumeshaingia CapCut kwa nitaweza new project. Alafu nitaweka video ambayo nataka ni kuonyeshe mfano. Okay, video nimeshaiweka ndo hii hapa. Sasa nataka nikuonyeshe keyframe zinavyofanya kazi. Kwa mfano, ushaikuwa na video fulani hivi ambazo unakuta inaanza kwa kuzoom in alafu ina zoom out pia. Okay? Ngoja nitoe hivi vipande vya mbele na mwisho kwanza. So, video ndo hii hapa. Sasa, ukigusa hii video kama hivi, alafu utaona hii alama ya diamond hapa juu. Aka pembeni kama alama ya pembe 4 au diamond almasi. So, ukigusa hiyo ndo keyframe. Sasa ina alama ya kujumlisha. Ukigusa, nimeigusa, una hapa chini kwenye video hapa kwenye timeline kuna alama nyekundu imetokea. Okay? Sasa hiyo alama nyekundu inamaanisha hapo ndio mwanzo wa tendo kufanyika. Sasa hilo tendo nataka lianzie hapa, alafu limalizikie labda sema hivi, lianzie hapo, alafu limalizikie labda hapa mbele. Okay? Alafu sasa ina maana tendo limeanzia hapo, alafu likimaliza ina maana liwe nimemzoom kuja ndani hivyo. Umeona? Sasa play video yangu sasa hizi. Unaona ilivyo zoom? Ina zoom kwa sababu nimetengeneza keyframe, nimetumia keyframe kuzoom. Unaona? Ina zoom. Na pia naweza nikaamua kwa baada ya kuzoom sasa hivi iko hapo imezoom, nikaongeza tena keyframe hapa mbele na nyingine nikasema hapo sasa ndo tendo litakapoanzia tendo jingine tena. Ina maana hizi keyframe ni kwamba tendo fulani lianzie hapa na pia limalizikie hapa. Kwa hiyo hapa tena tendo litaanzia hapa alafu litamalizikia hapa labda. Ina maana ikimalizikia hapa tendo lenyewe ni kwamba tuwe tumezoom tena out. Ina maana video na izoom kwa vidole out tena design hii. Okay? Kwa hiyo sasa hivi utaona kwamba nikiplay hii video nimezoom ndani alafu nimezoom out. Unaona keyframe inavyofanya kazi? Sasa hivyo ndio keyframe inafanya kazi. Lakini pia ngoja nikuonyeshe mfano mwingine wa keyframe inavyofanya kazi. Mfano nitaongeza picha nyingine hapa juu kwa kusema kwamba niweke kama overlay. Overlay ndio kuweka picha juu ya kitu kingine au video juu ya video nyingine. Kwa hiyo nitabonyeza hapa kwenye overlay, alafu nita add overlay. Alafu nitasema kwamba nichague tu picha nyingine yoyote. Okay? Picha hii ya Facebook. So nimeweka hii picha yangu ya Facebook hapa. Unaona kwa hiyo kwenye keyframe inayofanya kazi. Unaona Facebook iko hapa nimeweka. Nikigusa hii Facebook, alafu nikabonyeza tena pale kwenye keyframe ambayo ndio alama ya diamond hapa. Ninaweza kusema Facebook sasa hivi iko hapo. Lakini nikija kufika hapa mbele kidogo Facebook iwe imeondoka mpaka imefika hapa mbele. Okay? Kwa hiyo nikirudi nyuma nikiplay video inakuja hivi. Unaona ilivyoondoka? Lakini pia naweza kusema kwamba okay, imefika hapo nataka tena hapa kwa hapa mbele niweke keyframe nyingine na maana Facebook sasa hivi itoke hapo ilipo, nisogeze tena mbele, naweza nikaamua kuweka keyframe au nikaisogeza tu Facebook na keyframe najiweka yenyewe. Facebook imerudi hadi huku. Okay? Sasa hivi video nikiplay ina maana inaenda hapo. Alafu inarudi huku. Ina maana hiyo unaweza kutumia hii njia labda kama unatangaza product zako, unataka kuonyesha vitu tofauti tofauti kwa style, unatumia hizo keyframes. Okay. Kwenye hii trick ya pili sasa inaitwa transitions. Nitakuonyesha jinsi ya kuweka transition. Transition zinakusaidia pale kwamba unataka video yako iwe engaging, isiwe inaboa. Yaani katikati ya video kipindi labda unaongea, kuwe na tendo linafanyika kwenye video ambalo linamfanya mtu ashawishike kuendelea kuangalia video yako. Nitakuonyesha kwenye mfano. Tutaingia tena CapCut kama kawaida, alafu tutabonyeza new project, alafu tutaweka video nyingine tofauti na ile. Kwa mfano ngoja niweke tu hii video hii hapa. Okay? Okay, sasa tuna hii hapa video tayari imeingia kwenye timeline ndio hii hapa. Lakini unavyoona ikiwa ina play inaenda tu kawaida sana. Okay? Haina makeke mengi sana. Umeona?
haina ile amsha, umeona, inaenda tu haina. Sasa ili tuweke transitions ili ziweze kuchangamsha hii video isiwe inaboa kuiangalia. Okay, kwa mfano ili kuweka transition lazima kwanza ukate video yako vipande vipande. Kwa mfano hii video nitaikatia labda hapa nitabidi nikate, nitabonyeza hii video, nitaiclick, alafu nitabonyeza split hapa. Alafu sasa nitasema kwamba na hapa mbele pia nikate pia, nibonyeze split, kwa sababu huwezi kuweka transition kama hujakata sehemu. Transition inawekwa kwenye maungio haya unayoona hapa kati ya clip moja na clip nyingine. Hapo ndipo unapoweka transition. Hapa pia nitakata, yani kila sehemu ambayo nitakata nitaweka transition, na hapa pia mbele nitakata, ina maana sehemu zote hizi nitaweka transition. Sasa baada ya kuwa umekata hapo, sasa ndipo unapobonyeza hapo kwenye ungio ili uweke transition. Kwa hiyo utabonyeza kwenye ungio, ndipo transition zako zinarodi kama unavyoona hapa chini kwamba transition zinarodi, zipo nyingi sana. Umeona zote hizi ni transitions, ni nyingi za kutosha. Kwa hizo utazitumia sana kwenye video zako kama wewe ni mtu ambaye unapenda kutengeneza video. Kwa mfano nimependa hii ya cube shuffle hii. Kwa mfano nikigusa sasa ninaiweka, ina maana hiyo cube shuffle katika hilo ungio, ina maana video itaanza ikikata kutoka scene moja kwenda scene nyingine itakuja kwa hiyo style. Unaona sasa, kwa mfano nikiplay hiyo video nikitoka scene moja kwenda nyingine, unaona inavyokuja. Pia naweza nikaamua kwamba kwenye hii ungio lingine nikaweka scene nyingine tena ambayo ni tofauti na hiyo. Ziko nyingi brother. Kwa mfano labda ngoja niweke hii flip zoom. Okay, hizi ni style ambazo ukizijua katika kutengeneza video wewe utaanza kuwa pro mapema sana. Okay, kwa mfano nikiweka hii zoom, then ndo hii hapa. Umeona ninapokuwa sasa, nikaweza nikaamua kwamba baada ya kuweka moja moja niweke tu kwa zote. Okay, niamue kwamba niweke kwa zote. Unaona hapo imeandika apply all. Nikiweka apply all, ina maana hizo clip zote ambazo hizo junction zote nilizokata zitakuwa na hiyo transition. Okay, ndo hii hapo, na zote zimekuwa nazo. Ina maana sasa nikiplay video yangu inakuwa design hiyo. Wow, umeona? Ina maana kila clip ikitoka inakuja nyingine design hii hapo. Na hivyo ndo jinsi ya kuweka transition katika CapCut. Ni simple sana, naamini umeelewa hapo. Ngoja tuende kwenye trick ya tatu. Trick ya tatu ambayo nitakuonyesha katika CapCut na katika kuedit video ni jinsi ya kuweka slow motion kwenye video. Okay, sasa unaweza kuwa na video yako au hata clip yako either ya maigizo au ya kitu chochote kile, lakini kuna baadhi ya sehemu au kipande unataka ukiweke slow motion. Sasa unawezaje kuweka slow motion kwenye video? Hapa niko tayari na video moja ambayo nataka nikuonyeshe jinsi ya kuweka slow motion. Sasa hii video nikiplay ndio jamaa kama anacheza fulani hivi. Sasa nataka tuiweke slow motion. Okay, sasa hii kwa slow motion lazima kwanza uguse hiyo clip ya kwanza, hiyo unayotaka kuiwekea slow motion kama hivi. Alafu sasa baada ya kuigusa ndipo unabonyeza hapo chini kwenye speed. Alafu sasa kuna machaguo hapo, kuna moja imeandika curve, hiyo ndo tunahitaji sisi sana. Kuna hiyo straight, lakini sisi tunahitaji curve, kwa hiyo utabonyeza kwenye curve. Ina maana zitarodi hapo curve tofauti kwa ajili ya kuweka slow motion katika video. Okay, ziko nyingi, lakini sisi tutahitaji tuweke sisi wenyewe. Unaweza kuamua kwamba ukachagua moja kati ya hizo na kuweka automatic, lakini hiyo ni kwamba unakuwa unaweka bila kujua kwamba ni wapi patakuwa na slow motion na wapi patakuwa na speed. Sasa ili kuweka mwenyewe utabonyeza hapo kwenye custom, kwenye hiyo mistari mitatu ili uweze kuweka mwenyewe. Kwa hiyo sasa ili kuweka mwenyewe bonyeza custom. Okay, custom ndo hii hapo, bonyeza edit hapo kwenye custom. Sasa hapo hizo zinaitwa node, okay, au beat. Node au beat. Kwa hiyo sehemu ile ambayo huo mstari mweupe upo, hapo ndipo upo. Ina maana unaweza kuongeza a beat kwa kubonyeza pale add beat ili uweze kuongeza au kupunguza speed ya hiyo video. Kwa mfano hapa nime add beat, ina maana hiyo nikipandisha juu ninaongeza speed ya video katika hiyo sehemu. Lakini pia naweza nikaamua hapa nikaongeza pia beat nyingine, ila hiyo beat ya sasa hivi ina maana ni ya kupunguza speed. Okay, kwa hiyo nikaishusha chini yenyewe design hii hapo. Umeona? Naweza nikaadi beat pia sehemu nyingine either kwa kupandisha juu au kuishusha chini. Hii niipandishe tena juu. Okay? Lakini hapa mbele tena niongeze beat nyingine, ila hii niishushe chini. Na hivyo ndo jinsi ya kuweka slow motion na au kuweka fast motion. Umeona? Na pia hapa naweza kwamba hii ya mwisho nikaipandisha juu then video ndio ikaje ikatulia design hiyo. Okay? Sasa hapo nakuwa nimetengeneza structure yangu hapo, nimeweka beat nyingi sana, okay hapo kwenye tick. Ina maana sasa hapo ninaweza kuplay hiyo video yangu.
Sasa nikiplay hii video ona itakavyokuwa ina play. Unaona kabisa ina slow motion nzuri ambayo nimeiweka. Sasa na wewe kitu cha kuzingatia katika slow motion kwamba kwenye hiyo video katika speed hapa, ukiwa unaweka hapa kwenye, utaenda hapa kwenye curve, unajua kwamba cha kuzingatia ni kwamba hizi biti zikiwa juu ina maana hiyo speed inaongezeka, ukizishusha chini ina maana speed inapungua. Na huu mstari ndio unaokuambia kwamba uko dakika ya ngapi, kwa hiyo uongeze speed kwenye hiyo sekunde au dakika ya ngapi, au upunguze speed. Ndio hivyo tu. Sasa tuende kwenye trick ya 4 nikuonyeshe. Okay, hii ni triki ya 4 jinsi ya kuedit video katika CapCut au katika application nyingine zote zina apply. So, unaweza kuwa kwamba umeshamaliza kuedit video yako, sasa unataka export. Kuna triki kabla ya kuexport video, unahitaji kwamba ile video yako iwe na ubora mkubwa zaidi kwenye mitandao hiyo ya kijamii ambao unaenda kuiposti, iwe YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, wapi, Facebook, kila sehemu inakuwa na ubora. So, zipo hizi njia ambazo nitakuonyesha hapa. Cha kwanza kabisa inabidi urefine hiyo video, okay? Cha kwanza hakikisha kwamba umegusa hiyo video design hii, alafu scroll pembeni kabisa mpaka uone neno limeandika adjust hila hapa. Kwa hiyo wewe libonyeza hilo neno adjust, okay? Sasa kuna vitu vitatu hapa vya msingi sana. Vingine unaweza kuamua kuviongeza, lakini vitatu ni vya msingi sana. Kulingana na rangi ya video yako unaweza kuamua kwamba hapa kwenye brightness, ukiona kwamba video yako brightness haina rangi, haina mwanga mkubwa sana, basi unaweza kuamua kwamba niongezee mwanga kidogo, kubonyeza brightness na kuongeza kidogo, au kama ina mwanga mkubwa sana unaupunguza. Kwa mfano mimi nitaupunguza kidogo mpaka kwenye -5, okay? Alafu pia utakuja kwenye contrast. Kama ukiona kwamba rangi za video yako hazijakaa vizuri sana, yani hazijakorea, unaiongeza. Lakini unaona kama nikiongeza basi zile rangi zinakorea. Kwa mfano hii yangu mimi nitaiongeza mpaka 3. Kwenye 3. Sasa ya msingi kabisa na ya mwisho, lakini pia kwenye saturation unaweza kuongeza kwanza. Tuongeze kwanza saturation kidogo kama tuseme 5 au 4 design hiyo. Sasa ya msingi na ya mwisho ni yapi? Inaitwa sharpen. Hii ndio inakupa sasa ule mwangaza, mng'ao wa video. Hii sharpen wewe unaiweka hata mpaka 50, 55, haina shida, hata mpaka 60. Na mimi nimeiweka mpaka 55, alafu ninabonyeza tick. Ina maana video yangu sasa nikiposti ina mng'ao fulani hivi amazing sana. Sasa sio hapo tu, pia angalia huku juu kabisa kwenye hii imeandika 180. Hapo ndipo unaenda kurekebisha sasa resolution ya video yako. Ukiigusa unaweza kuamua kwamba hapo sio kana hizi ndo setting utakazozifanya. Hakikisha inakaa kwenye 110, 180 hapo, alafu kwenye frame rate iko 30 hivyo, alafu kwenye quad rate iko recommended kama hivyo, okay? Kisha ndipo una export. Trick ya 5 ni ya mwisho sasa, ambayo ni ya muhimu sana pia, ni kwamba ni kutumia maski. Maski utaitumia sehemu nyingi sana, kama especially wewe ni mtu ambaye unapenda kwamba unafanya creativity kubwa zaidi kuliko tu mambo yale ya kawaida, okay? Sasa maski itakusaidia vitu vingi. Nishawahi kutengeneza kwa mfano video fulani vya mapacha, ile ni maski, okay? Na pia katika huu mfano nitakuonyesha jinsi maski inavyotumika katika sehemu tofauti. Okay, kwa mfano hapa nina video mbili. Ya kwanza ni hii hapa, jamaa amekaa upande wa kwanza, lakini ya pili ni hii hapa, huyo jamaa amekuja kakaa upande wa pili, kushoto, wa kulia na kushoto. Umeona? Sasa hawa watu wawili, hizi ni video mbili ziko sehemu moja, nataka ziwe kama mapacha, yani kama ni interview mtu anafanyiwa, okay? So kwanza kabla sijaweka hiyo interview, nataka nikuonyeshe tu aina nyingine ya mask ambayo unaweza, yani mask kitu kingine ambacho unaweza kufanya. Kwa mfano tuna hii video ya kwanza, naweza nikaamua kwamba labda kuna ule muda unataka kuelezea kitu, alafu wewe unaonekana kichwa tu, alafu kuna screen nyingine labda kuna kitu unakielezea kwenye screen, okay? So unachokifanya unagusa hiyo labda video yako kama hivyo, alafu unaenda kwenye mask, tafuta neno limeandika mask, ndio hili hapa, unaligusa, alafu unaweza kaamua kwamba uchague hii mask ya cycle hii hapa, alafu ukaenda ukaiweka kwenye hichi hapa kichwa cha huyu jamaa peke yake. Alafu sasa baada ya kumwekea ukasema okay, sasa hapa hii sehemu nyingine unaweza kaamua ukaweka kitu kingine. Ina maana sasa huyu jamaa akiwa anaongea anaonekana tu kichwa chake ndicho kinachoongea, lakini kwenye screen nyingine unaonyesha kitu kingine kabisa, okay? Yeah, so hiyo ni aina nyingine pia ya mask. Kwa hiyo ngoja tuitoe kwanza, alafu nikuonyeshe sasa jinsi ya kuweka ile maski ya mapacha, ndo utaelewa vizuri zaidi, okay? Kwa nitamgusa, alafu nitaenda kwenye
maski kama kawaida, then nitabonyeza none. Kwa hapa tuko sawa. So unachokifanya kwanza ni kwamba hizi video mbili, ya kwanza na ya pili, jamaa amekaa upande huu wa kwanza na mwingine amekaa upande wa pili. Unachokifanya, anachukua moja wapo ya video kati ya hizi na igusa, alafu unaifanya kama overlay. Okay? Na kuja huku chini na scroll pembeni mpaka nipate overlay, ndio hii hapa naigusa. Kwa nikiipata, ina maana hii video nairudisha mpaka mwisho. Ina maana sasa nina video mbili, ya kwanza na ya juu. Kwa hiyo so baada ya kuwa umeshaviweka cha kwanza, cha kipande kingine umekiweka chini ambacho ndo kama overlay, hakikisha hicho kipande cha chini unakigusa, alafu unaenda mpaka kwenye mask sasa. Okay? Mask kama hivi unaiweka, alafu unabonyeza horizontal mask kama hivi. Ina maana ni kugawa hawa watu wawili waonekane kwamba wanafanya interview. Umeona? Yeah, design sasa aka kamdude aka kamshale ni kusawazisha tu rangi, ila hakana maana kubwa sana kama rangi zinaendana. Kwa hiyo ukishamaliza hapo unaweka tu kawaida. Then unaona sasa umeshapata video kama hii ya mask. Unaweza kutumia hii njia kufanya interview au kuji-interview wewe mwenyewe kama hauna companion. Okay? So na hivyo ndo hizo ndio triki 5 za kufanya katika, kama wewe ni mtu ambaye unataka kujua kuedit videos